Rais wa Marekani Donald Trump amelitumia jukwaa la uchumi duniani mjini Davos kusisitiza azma yake ya Marekani kudhibiti kisiwa cha Greenland, akisisitiza kuwa hatatumia nguvu kufanikisha lengo hilo. Akizungumza mbele ya viongozi wa dunia, Trump alisema kuwa ni Marekani pekee yenye uwezo wa kulilinda na kulihakikishia usalama eneo hilo la Denmark, akitoa wito wa kufanyika mazungumzo haraka kuhusu uwezekano wa kukinunua Greenland. Watu walidhani nitatumia nguvu, lakini sihitaji kufanya hivyo. Situmii na sitatumia nguvu, alisema Trump katika hotuba yake mjini Davos. Kauli hizo zilitolewa wakati Trump akirejea Davos baada ya miaka 6, hatua iliyofanya uwepo wake kugubika ajenda nzima ya mkutano wa siku 5 wa WEF. Hotuba hiyo iliyotarajiwa kujikita zaidi kwenye uchumi wa Marekani iligeuka kuwa jukwaa la mashambulizi ya kisiasa dhidi ya washirika wa Ulaya. Trump aliwakosoa vikali washirika wa Marekani barani Ulaya, akiwatuhumu kwa kukosa shukrani, kukosa uaminifu na kufanya makosa ya sera katika masuala ya mazingira ya nishati ya upepo, uhamiaji na jiografia ya kisiasa. Vitisho na kauli za Trump kuhusu Greenland zimezidisha wasiwasi barani Ulaya na kuendelea kudhoofisha uhusiano wa kuvuka Atlantic. Viongozi wa NATO wameonya kuwa mkakati huo unaweza kuyumbisha muungano huo wa kijeshi. Trump alipouza hoja kwamba azma yake ni tishio kwa NATO, akieleza kuwa suala la Greenland ni ombi dogo kuhusu kipande cha barafu, huku akimtaja Denmark kama asiye na shukrani. Hakuna taifa wala kundi la mataifa linaloweza kulinda Greenland isipokuwa Marekani, alisisitiza. Katika hotuba yake iliyodumu zaidi ya saa 1, Trump pia alikosea mara kadhaa kwa kuiita Greenland kama Iceland, hali iliyozua gumzo miongoni mwa washiriki. Licha msimamo wake mkali, viongozi wa Denmark na Greenland wamesema wako tayari kupanua ushirikiano wa kijeshi na kiusalama na Marekani bila kubadili umiliki wa eneo hilo lenye wakazi wapatao 57,000. Mbali na Greenland, Trump alitumia jukwaa la Davos kujinasibu kuhusu utendaji wa uchumi wa Marekani, akidai kuwa muujiza wa kiuchumi unaendelea kutokea. Marekani ni injini ya uchumi wa dunia. Marekani inapoimarika ninyi mnafuata, aliwaambia viongozi wa dunia. Alisisitiza kuwa sera zake zimefanikiwa kupunguza mfumuko wa bei na kuchochea ukuaji wa uchumi, huku akidai Ulaya haiendi katika mwelekeo sahihi. Trump pia alilaumu serikali ya awali ya mrengo wa kati kushoto kwa kushuka kwa uzalishaji wa umeme nchini Ujerumani, akisema uzalishaji umepungua kwa zaidi ya 22% tangu mwaka 2017. Katika hatua nyingine, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Ujerumani na rais wa Baraza la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock alisema Umoja wa Mataifa unakabiliwa na mashambulizi ya moja kwa moja, huku kukiwa na hofu kwamba Trump anaweza kuanzisha chombo pinzani cha kimataifa. Alisisitiza kuwa Umoja wa Mataifa unabaki kwa jukwaa pekee ambapo mataifa yote 193 yana uwakilishi sawa bila kujali nguvu au utajiri wao. Kwa upande wa NATO, katibu mkuu Mark Rutte aliwataka wanachama wa muungano huo kutoruhusu mvutano wa Greenland kuathiri mshikamano wao katika kusaidia Ukraine. Hata hivyo, Rutte alikiri kuwa Trump ana hoja inapokuja suala la umuhimu wa kimkakati wa eneo la Arctic, akisisitiza kuwa usalama wa eneo hilo ni wajibu wa pamoja. Mamia wajumbe walikusanyika katika kumbi na maeneo ya wazi ya Davos kusikiliza au kufuatilia hotuba ya Trump kupitia skrini na simu zao. Baada ya zaidi ya saa 1, baadhi yao walionekana kupoteza hamasa na kurejea mazungumzo ya pembeni. Kurejea kwa Trump Davos kumesisitiza mabadiliko ya mpangilio wa dunia, kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa na maswali mazito kuhusu mustakabali wa usalama wa Arctic, NATO na uhusiano wa Marekani na washirika wake wa jadi. WEF Davos 2026 imegeuka kuwa zaidi ya kongamano la uchumi, imekuwa kioo cha dunia inayozidi kugawanyika.